Karibu tena mtazamaji. Unafahamu kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa umekuwa ukitapeliwa kuhusiana na gharama ya matumizi ya nguvu za umeme? Idara ya upelelezi humu nchini inasema baada ya kukamilisha uchunguzi wake imebaini kuwa matapeli wameliibia shirika la umeme nchini KPLC kima cha shilingi milioni 100 katika mwaka 2018, huku matapeli hawa wakishirikiana kwa karibu zaidi na wafanyikazi wa shirika hili. Mwanahabari Mohamed Awal anaarifu zaidi. Sasa ni wazi kuwa matapeli wameifanya kampuni ya umeme nchini KPLC kuwa uwanja wao wa kuwafanya ubadhirifu, na Wakenya wasio na ufahamu wakiwa windo lao kuu. Haya ni kwa mujibu wa idara ya ujasusi na upelelezi nchini. Uchunguzi huo uliozingatia wateja wa rejareja wa malipo ya kabla na baada ya matumizi ya umeme almaarufu kama prepaid na postpaid ulionyesha namna fedha zinazolipiwa bili ya stima huishia katika akaunti za kibinafsi zilizokuwa ya kampuni ya KPLC. Staff based in the IT system for you to then manipulate a system not just limited to public entities, even in the corporate world, then you need to get somebody who will make you be into the system. You must be in the IT system. Access must be granted. KPLC kwa kutumia nambari ya biashara yake ya 8888 ya wateja wa rejareja upande wa postpaid, kampuni hiyo ilipoteza shilingi milioni 65 mwaka 2018 kwa njia ya matapeli. Matapeli hawa walikuwa wakishirikiana na wafanyikazi wa kampuni hiyo ambao hufanya bili ya wateja wao ipungue maradufu. Of 10 minutes, go find out what's the account. So they waited in front of electricity house. And surely after 15 minutes, when they sent the message to 955, the normal message that you sent ordinarily to check your bills in the postpaid system, they found that actually that their bill had been reduced. And the money ended up with agenda, the brokers. The businessman had his bill cleared, but Kenya Power got zero. Kwa wateja wa kununua umeme kupitia njia ya tokens, kampuni hiyo mwaka wa 2018 ilipoteza shilingi milioni 35, huku matapeli hawa wakiziuza kwa Wakenya mitandaoni. Cha kusikitisha ni kuwa fedha hizo hazifiki katika akaunti ya kampuni ya KPLC. Idara ya ujasusi kwa sasa imekamilisha uchunguzi wake, huku washukiwa wakitarajiwa kutiwa mbaroni na hatimaye kufikishwa mahakamani.